I have my right. Yes. I have my right. Nenda hapo. Yeah? Wewe umepiga risasi unajua, lakini but kwenda kwa hewa si live. Lakini style ni inafaa sio upige chini juu. moja tumeweka ndani.
Chonjo unaangalia juu. Wewe umetusumbua kwa kazi mbona? Wacha nione. Ona samani. Watu wangejua wangeingiza hizi magari kwenda huko nyuma. Kwa hiyo ukuta Zito huko nyuma. Hizi hii imeponea. Ndio wanaokoa gari. Yaani gari hakuna. Gari iliendea wapi? Wewe ni mtu ya media. Wewe ni mtu ya media. Wewe ni mtu ya media. Yes, madam. Niambie. Hakuna gari inatembea town. Angalia mawe, chukua mawe. Hakuna gari inaingia town. Hakuna gari inaingia Kisii town from any point. Check. Sawa, angali kubaya. Chukua mawe na hiyo moshi hiyo na mawe. Moshi kaona uone mawe. Ndio wanaendelea kusonga karibu. Nani hata wale wako ndani hivi pia unajua ni mama wanataka kurusha kwa station. Usirudi nyuma mchirela jamaa ataenda station. Kigadi station. Leo jamaa amesimama hapo. Huyu jamaa mjeni. Karibia huku bwana. Hakuna kitu hapo tena? Ndio. Blanks. Wakelea hapo katikati. Wakelea. Safari.
Hata na kuitia wazi. Na kuitia wazi live. Pia nataka kuangalia wewe. Hizi ikipatikana hivi. Basi inakuanga na simu namba. Umemete? Tusuke na Arabu. Si wangeambia huyo wa lori aingie. Ungesonga hao wengine wapate nafasi. Ngoja. Najua hii ndio hao hapo. Ndio hao hapa chini hao. Hao ndio wanarusha mawe hapo. Hapo kwa best lady hapo. Twende wapi ile mtu twende. Za mkono. Sasa hizo tiaga za mkono wanataka.
Nani? Watu wanae relax. Sasa ameenda wapi? Kata kubali. Nataka kwenda live.
Nangoja producer. Nangoja producer. Unajua wanaweka kila kuja. Watu leo ndio wanapanda. Ndio. Usiwe juu sana, weka. Usiwe juu sana. Ndio wanakwambia hapa. Wewe uko wapi? Mimi niko huku tu zoni. Mimi niko wapi bwana? Leo umedanganya, nimekuja.
Wacha hapa katikati, utashika kamoja hapo katikati. Piga hapo ni hizi gari pole pole. Katoka na mmoja clean. Yawa ndio. Belanda muende. Naona ukipika siku mbili tatu hairushi tena. Unachemka. Poa poa. Hivi nituonyeshe back. Hapo katikati. Katikati mpera. Ipigwe right. Nani askari? Wewe ni chacha. Pateni. Usitoke. Bure. Blank.
naona. Angalia hiyo. Kuja counter. Unasema nini? Kuja ready kupigiwa counter. Bona. Je, hiyo ready ni sasa. Itatoka. Hawezi. Ai. Maisha. Ruja. Wengine wataongezeka. Kuja tu. Ukitoka hivi Suka sini.
Hakuna nini, tumeishiwa na maji. Yes. Hata hapa shika nini watu wanaenda. Tulia watu baraba na ngani na waonjo kuche makuru hata kutira kwa wao ndio wadoje. Hapo moja tumeweka ndani. Hapo. Jonjo unaangalia juu. Wewe umetusumbua kwa kazi mbili. Wacha nione. Ona samani. Watu wangejua wangeingiza hizo magari kwenda huko nyuma. Kwa hiyo ukuta ndio huko nyuma. Hizi hii imeponea. Ndio wanaokoa gari. Yaani
Gari hakuna. Gari iliendea wapi? Wewe ni mtu ya miki. Wewe ni mtu ya miki. Yes, madam. Niambie. Hakuna gari inatembea town. Angalia macho, mawe. Hakuna gari inaingia town, hakuna gari inaingia Kisii town from any point. Check. Sawa, angali kubaya. Tuka maana najua hiyo moshi hizo na maana. Ndio moshi kaona uone maana. Ndio wanaendelea kusonga karibu. Nani hata wale wanataka hivi sasa pia kasi. Unajua ni mama wanataka kurusha kwa station. Usirudi nyuma mtirega jamaa ataenda station. Kigadi station. Leo jamaa amesimama hapo. Huyu jamaa mjeni. Karibia huku bana. Hakuna kitu hapo tena? Ndio hiyo. Blanks. Wakelea hapo katikati. Wakelea. Safari. Anakuitia basi live. Yeye anataka kufaria na nini? Hizi kipatikana hivi. Basi nakuanga na simu namba. Umemete? Umemete.
Tusuke na warabu. Si wangeambia huyo wa lori aingie. Ungesonga hao wengine wapate nafasi. Ngoja. Najua hii ndio hao hapo. Ndio hao hapa chini hao. Hao ndo wanarusha mawe hapo. Hao kwa best lady hapo. Twende wapi ile mtu ajitiri twende. Za mkono. Ndio hizo tiaga za mkono wanataka. Nani?
Watu wanae relax. Sasa ameenda wapi? Kataa kubali. Nataka kwenda live. Nangoja producer. Nangoja producer. Unajua wanaweka kila kuja.
Ndio wanapanda. Ndio. Usiwe juu sana, weka. Usiwe juu sana. Ndio wanakwambia hapa. Wewe uko wapi? Mimi niko huku tu zoni. Mimi niko wapi bwana? Hivi nituonyeshe back. Hapo katikati. Katikati mkwara. Ipigwe right.
Pateni. Usitoke. Bwana. Bure. Blank. Naona. Angalia hiyo. Kuja counter. Unasema nini? Kuja ready kupigiwa counter. Bona. Ndio hiyo ready sasa. Ijatoka. Hawezi. Ai. Maisha. Ruja.
Nduane. Relax, usurushe tu. Wewe hata nichukue risasi. Wewe usiachilie jamaa, nilimwona. Usiachilie yeye. Huyu. Nipeleke. Huyu. Yo mmemleta mzuri. Yo mmemleta mzuri. Hizi shika maji. Kasih nini? Afande. Ukijiona vibaya kwa TV. Huko kazi.
Nilikuona. Na maji. Na haswa ninakufahamisha yale ambayo yanazidi kufanyika kutoka eneo hili. Kufikia sasa ni siku tatu tutafika hapa, na kwa sababu ya kucheza hali ambavyo inaendelea. Na ukiangalia katika baadhi ya maeneo ya hapa mji mkuu wa Kisii Town yameweza kudhibitiwa na askari na kuleta utulivu kuwa na mshike katika eneo hili. Na ukitazama katika upande wangu wa hapa chini mkono wa kulia, unaweza ona kwamba kuna chinzi ambapo maskana kuweza kuleta utulivu katika mji mkuu wa Kisii, hasa katika wanasema ni capital roundabout. Behind me ni baadhi ya maskari ambao wamekuwa hapa na kisha kuweza kuangalia chinzi ambapo hali ilivyo. Na kwa sasa baada ya masaa matatu ndio tumeona kwamba shughuli zimeanza kurejea. Baadhi ya wanabiashara kujaribu kuweza kuangalia hali chinzi ambavyo ilivyo waweze kufungua maduka yao, lakini nitazidi kufahamisha chinzi ambavyo inazidi kwenda kutoka hapa maeneo haya ya Kisii Town. Naona kwamba ninaangalia kwamba kama niko safe, kisha baadaye nakufahamisha. So kwa hivyo zidi kukaa ndani ya runinga ya Kisii Port, na tutakuletea muundo kamili chinzi ambavyo shughuli nzima inaendelea, chinzi ambavyo shughuli nzima iko hapa tangu tuanze ya saa 5 hadi sasa mida ni karibu mida ya saa 8:30, kuonyesha kwamba tumepeleka takriban masaa matatu kuweza kufahamiana na hawa waandamanaji ambao wamejitokeza katika vitongoji vya barabara ambazo zinazunguka mji huu mkuu wa Kisii Town. Lakini kufikia sasa ni kama maaskari na mikabidhi na maweza kutuliza hali katika maeneo haya. So tutakuwa hapa mwisho kufahamisha hasa yale ambayo yanazidi kutendeka. Kama kawaida, mimi majina yangu ni Sikipenda, niko kwa Rikuntu. Zidi kukaa hapa, tutakuletea uhondo kamili na kukufahamisha chinzi ambavyo hali inaendelea. Poa. Hii ni barabara ya Kisii Kirigoris na hapa ni Mashauri. So this is how it was, but sai
kulikuwa kumewakishwa, and this is the junction ya kuingia Kisii Hospital. So this is on our way to Kisii town. Hapa ni Mashauri. So you see ni mawe tu zimejaa kwa barabara, mawe zimetapakaa kwa barabara, magari zikitafuta mahali pa kupitia. Yes, hapa gari zinatafuta mahali zinaweza kupitia kwa sababu katikati hapo kwa barabara ni mawe tu zimetapakaa kila sehemu, na tukielekea katika sehemu ya Mashauri. Mimi mwenyewe so kwa hivyo barabara kuu ya Kisii Kirigolis hapa imeenda Mashauri. Kule ni Mwembe, ukiona Mwembe tayari Kisii, na pale junction ya Kristo Mariani kulikuwa kumewakisha. Barabara ni vitu tu zimetapakaa kwa barabara, hakuna kupita, na gari zinatafuta mahali pa kupitia ili kuweza kuhakikisha kama wanapata njia mahali wanapitia. So kwa hivyo hii ndio njia jinsi ambavyo kulivyo hapa katika eneo Mashauri, na ndio simi nikifika katika hii junction ya njia panda ya hapa Kisii, ukiteremka kwa daraja moja na ukiingia ukichukua mkondo wa kuingia sehemu ya nini. So kwa hivyo ni kuhakikisha kwamba kipo shwari kabisa. So na hapa ni unaona tu ni kufinyana na magari. Hapa kumefungwa na bado maaskari hawajaweza kutoa hiki kitu kipo kwa barabara. Hii ni maeneo Mashauri, na hapa ni Mwalimu Hotel, njia kwenye Mwalimu Hotel, na hakupitiki. Na hii ni kitu ile ambayo tunaona watu wa Kanjo wale ambao wanakaa hapo kwenye Kisii, ndio nimeweza kuwa kwa barabara. Kwa hivyo ni hadi mshike, na hapa ni katika barabara hii ni County Assembly, na hapa chinzi wakaukisha moto kidogo kwa hii hapa chinzi shughuli nzima inazidi kurejea kwenye barabara hii yeah. So nataka teremka chini tuchukue mkondo wa kuingia yeah. Tunachukua barabara ya kuingia. So kwa hivyo hii ni barabara tumeacha na teremka hapa ni ya kuingia kwenye Kisumu Road Highway. Tumechukua barabara ya katikati mwa mji wa Kisii au tumechukua na hii barabara kuna magari, kuna mawe, na hapa hii ilikuwa inaenda kuchukua mwenda zake na ikakwamia tu hapa ndio iliweza kukomea. So ndio kumekuwa hivyo, na hapa kumekuwa na maaskari ambao walikuwa wamekaa hapa, ni kusema kwamba wameweza kutolea mato. So pia hapa nimechukua barabara kuingia mini stage. Hapa ni wakati ya Kisii Central Police Station. Chukua barabara ya kuingia stage ili kisha kuweza kuhakikisha kwamba ni jinsi gani hali ilivyo hapa kwenye mji huu wa Kisii. Naona hali inaendelea kutulia katika mji, na baadhi ya biashara zikizidi kufunguliwa. Hapa kulikuwa kumefungwa biashara, lakini naona wameanza kufungua biashara pole pole. Na hapa nikiacha barabara ya kuingia hapo chini, unaweza rudi daraja moja pia waelekee prisons. Nilikuwa nataka kuingia maeneo haya ya barabara hii nimeshika ni hapa ni ram, na hapa chini nachukua barabara ya Makutano na Kisii prisons, wanaweza chukua barabara kwenda pia Nyamira ama kuelekea katika maeneo ya Kisumu kupitia barabara ya chini. So kwa hivyo hapa chini, hapa ndio kulianzia shughuli, ilianzia hapa. Nataka nirudi katika maeneo ya daraja moja
sasa nimerudi maeneo daraja moja nionyeshe jinsi ambavyo kulikuwa hapa. Nazona vile hali hii ilikuwa ni vitu jinsi ambavyo mji wa Kisii umekuwa tangia mida ya saa 3 asubuhi na sasa imefika mida ya saa 10. Ukiona hapa gari ya spidi ilikuwa kumefungwa au tupiki yake zimeweka kwa barabara karibu takriban masaa 5 ambayo imepita. Kuna watu kwa barabara sio waandamanaji na maaskari wale wanakabiliana moja kwa moja kutoka maeneo haya. So kwa hivyo nenda safari vizuri kwa sababu niko kwenye nasafiri kwamba shughuli za kufahamisha kwamba hali tunazidi kurejea na watu wanaweza kurejea biashara zao kama kawaida kama kila siku. Lakini takriban masaa 4 ambayo yamepita hakuna kile ambacho kilikuwa kinafanyika katika mji huu wa Kisii. Na hii kwa mara ya kwanza waandamanaji wajitokeza katika siku ya Sabasaba tangu kiongozi wa Azimio Raila Odinga kuweza kuamuru waweze kujitokeza. Ukikumbuka kwamba katika ile maandamano halisi ambao Raila alikuwa amesema watu waandamane, hakukuwa na mtu ambaye kumejitokeza. Sasa hapa hii ni maeneo Gudika, hapa ni sehemu ya Gudika karibu na daraja moja. Nimechukua barabara ya kuingia Keroka hapa kwenye njia panda. Nitachukua barabara ya kuingia Bristons kisha niweze kurejea katika mji wa Kisii town. Hapa kumefungwa ni kufinyana tu, naona hapa hizi pato hazijaweza kutolewa hapa na maaskari kwa sababu waandamanaji ndio wameanza tu kuchoka na kisha kutoka mmoja baada ya mwingine. Hiyo barabara imepanda ile sehemu ya Kisii National Polytechnic na hata kuingia katika sehemu ya Bristons, na kisha hii ndio njia chizo ambavyo kumekuwa katika sehemu hii ya hapa ya katika sehemu hii tena. Sehemu hii nimetoka barabara ya Kisii Bristons ili kuweza kuhakikisha kwamba inarudi katikati mwa mji wa Kisii na kufahamisha yale ambayo yanazidi. Hapa ni daraja moja nimechukua katika sehemu hii niingie Jogoo na niweze kuhakikisha kwamba inarejea kwenye mji huu wa Kisii. Hadi tu ni kuangalia jinsi ambavyo hali inaendelea na ni yapi yale ambayo yanazidi kusonga mbele katika sehemu hii. So shughuli naona kila sehemu shughuli zinazidi kutoka moja baada ya nyingine, lakini nimekwambia kwa takriban masaa 5 hakuna kile ambacho kilikuwa kinafanyika. Ni kufuatana, kulikuwa ni kimbi katika mji huu wa Kisii, katika vitongoji vya mji wa Kisii, katika njia zote ambazo zilikuwa zinaingia katikati mwa mji wa Kisii zote zilikuwa zimefungwa kutokana na waandamanaji ambao walikuwa wamejitokea na kujihami. Kwenye barabara naingia Jogoo, hii barabara sasa ni Jogoo na unaingia Nyamira na kidogo tu. Hii ni barabara ya kwenda Nyamira, na ukiona katika ile sehemu ya huko juu ikiwezekana ni zoom tu kama ionekane vizuri, karibu na ile gari imesimama ni kama barabara ilikuwa imefungwa. Lakini sasa hiyo ni ya kwenda Nyamira. Nimekufahamisha kwamba barabara zote ambazo zilikuwa zinaingia katikati mwa mji mkuu wa Kisii zote zilikuwa zimefungwa. Kwa hapa nataka niingie hii barabara ya Prisons niweze kurejea katikati mwa mji wa Kisii ili tukaweze kufahamisha yale ambayo yanazidi kutokea hapa. Sasa mtazamaji, bado naona kwamba shughuli inazidi kurejea katika baadhi ya maeneo ya hapa Kisii. Baadhi ya wafanyabiashara wameanza kurejea, lakini kuna zile sehemu bado hakujatulia kabisa. Kwa mfano katika CBD katikati mwa mji mkuu wa Kisii town bado hapo hakujatulia, kwa sababu huko pia tumeona kwamba vitoa machozi vimerusha pale. Kule pia kulikuwa na mshikiki kule, watu wameweza tena kurejea kule pale wale waandamanaji. So kwa hivyo hapa ni kwenye barabara ya stage kuingia stage kuu ya Kisii, na hapo wakati mwingine ukipitanga hapa inakwanga ni jam tu peke yake, watu wamejaa, magari yamejaa. Lakini sasa shughuli nzima ndio imeanza kurudi sasa. Kwa hivyo hapa na hii ndio inakuwa inaingia kwenye mji mkuu wa Kisii, lakini itabidi niweze kurudi kutoka sehemu hii. Hii ndio inachukua mji mkuu
CBD. Nimekopa CBD. Sasa mari nimesikia kuna milio ya bunduki ni kwenye sehemu ile ya barabara ya Kisii Kisumu ambayo bado hakujatulia. Hapa tu ni kunang'ana. Turudi. Hapa ni karibu na Kisii prisons. Ukiona kwa barabara pia kuna mawe, yani kila sehemu ya barabara ya Kisii kulikuwa ni mshike tu na hakukuwa tu na utulivu. Kwa sasa ndio hali imeanza tu kurejea kama kawaida, na baadhi ya biashara zikizidi kufunguliwa. Na hii hapa ni gate ya prisons. Nitateremka niingie katika maeneo barabara ya kuingia katika maeneo inaingia kwenda sehemu ya nachukua barabara ya kwenda makutano, nikaingia kama mwenye anaingia katika hospitali kuu ya Kisii, kisha padenda chukua katika barabara ile ya capital, ama nachukua barabara ya kurudi katikati mwa mji wa Kisii. Lakini kwa sasa hii ndio hali inaanza tu kurejea, baadhi ya biashara na shughuli zao wakiendelea. Tuchukua barabara ya kwenda makutano na kisha baadaye nikufahamishe ni yapi yanaendelea kutoka sehemu hii. Jinsi ambavyo unatazama katika maeneo haya, hapa ndio shughuli ilianzia mapema mida ya saa 3. Barabara unaona kwamba bado mawe zipo hazijaondolewa, na shughuli nzima katika sehemu hii ikiwa ndio inaanza kurejea, magari zimeanza kurudi kwenye stage, kisha na biashara kuendelea. Nimekufahamisha kwamba hii ndio vitu ambazo ziko kwenye barabara, na shughuli nzima hapa ndio ilianzia ile mida ya saa 3 asubuhi. Hapa ndio kulianzia, hapa ndio mkuko uliweza kualika maua. Lakini kwa sasa unaona kwamba shughuli nzima hapa kwenye barabara hii ya kuingia kwenye unapita nje ya mji wa Kisii, uchukue barabara ya kwenda Kisumu ama Homa Bay. Hapa ukiona hadi jinsi ilivyo, hivi ndio kulikuwa katika sehemu hii. Hapa ni makutano Kisii, na sehemu ya makutano gari zimeanza kurejea, biashara zimeanza kurudi, na watu wameanza kurejea vitu zao za kawaida kama kawaida. So nitajukua barabara ya kufika hapo. Hapa juu ni stage kuu ya Kisii. Stage kuu ya Kisii ndio hii, na unaona kwamba shughuli zimefunguliwa. Tutachukua barabara huko chini ya kurejea kwenye hospitali ya Kisii Teaching and Referral Hospital, kisha na kuweza kushika mkondo wa kurudi katikati mwa mji wa Kisii. Tuone kwamba hapo ndio kumekuwa na matata, watu kurushana hapa na pale na maaskari takriban masaa 5 na watu hawachoki. Kwa hivyo nimechukua barabara hii kisha kufahamisha yale yanazidi kuendelea. Na hapa ni ukiona kwamba kuna mawe bado yametapakaa katikati mwa barabara, na hapa ni kwenye morgue ya Kisii Teaching and Referral Hospital. Ni morgue, nachukua barabara ya kurejea kwenye CBD bado, nikiwa nasuluka nje ya mji wa town kuu ya Kisii. Na hapa nimechukua barabara hii ya kushika katikati mwa mji wa town, lakini kwenye stage bado unatazama tu mawe tu ziko hapa, mawe tu ziko kwa barabara. Ukiona kwamba tunazidi kufahamisha jinsi ambavyo nilikwambia hapo awali, ni kwamba barabara zote za kuingia mji mkuu wa Kisii town zilikuwa zimefungwa na waandamanaji, jinsi ambavyo ninavyokuonyesha hapa, ambazo hadi sasa hivi hakuna mwenye mshika kwa barabara. Tunarejea kwenye barabara ya kuingia kwenye Kisii Teaching and Referral Hospital, na hapa ndio jinsi ambavyo hizi ni stages za Nairobi. Naona tu hii ndio hali imekuwa Kisii takriban masaa 5 ambayo yamesha hapa. Hii ndio hali ilikuwa. Nikienda kukufahamisha ni kwamba maaskari na hasa wasimamishi wa maaskari katika gatuzi hili la Kisii ama county commander, na hawakuwa wanajua kwamba hali ingekuwa jinsi kama hii. Wakati ambapo tulikuwa tunazungumza moja kwa moja na msimamishi mkuu wa maaskari ama county commander wa gatuzi hili la Kisii,
kutufahamisha kwamba maaskari wengi wao waliweza kuhamisha kuelekea maeneo ya Kisumu ili kuweza kuzuia waandamanaji katika maeneo ya Kisumu, lakini baadaye wakapata kwamba tunaweza zunguka katika gate ya Resh, turudie kupitia hiyo gate. Hivi ndio hali imekuwa katika mji na kila sehemu ya Kisii. Ni roundabout ya General ama tunasema kwamba ni gate ya Resh. So jinsi ambavyo nimekuwa nikikufahamisha ni kwamba hali imekuwa mshikimshike katika sehemu hii, kwa sababu tumekuwa na wale ambao msimamishi mkuu wa maaskari amesema kwamba hawakuwa wanatarajia waandamanaji wengi kuweza kutatiza mji mkuu wa Kisii, na wamesema kwamba waliweza kuhamisha baadhi ya maaskari wao wa kushika doria katika sehemu hii ya Kisii kwa hadi kule mji mkuu wa Kisumu ili kuhakikisha kwamba shughuli nzima inaendelea. Hapa kwenye geti na watu ni mshike wale ambao wanaingia na wale ambao wanatoka, kisha baadaye kuelekea hospitali. Nataka niweze kuingia katika mji wa Kisii ili nikaweze kuona ni jinsi gani hali inaendelea kwenye mji mkuu wa Kisii. Hapa ni General ama KTRH Kisii Teaching and Referral Hospital kwa gate mbili, na hii ni roundabout ya Kisii Teaching and Referral Hospital. Ukiteremka kwenda hapo utakuwa umeingia kwenye daraja mbili soko kuu la Kisii, pia na soko la pili hapa kwenye nchi hii ya Kenya. Jinsi ambavyo unavyotazama, tumeshika barabara ya kuingia town center, na jinsi gani na shughuli nzima inaendelea. Ukiona tu watu, baadhi ya biashara zimeanza kurejea moja baada ya nyingine, na watu wakizidi kuanzisha tu biashara zao na kupata ya jioni. So jinsi ambavyo nikwambia, kila sehemu ilikuwa imefungwa, kila barabara ilikuwa imefungwa katika mji huu wa Kisii. Na hii tunasema ni market ya Kisii. Ukiona kwamba baadhi ya wanabiashara ndio wanarejea polepole. Hapa tunapata mboga ya kienyeji, kila kitu ya kienyeji inapatikana hapa kwenye soko hili. So kwa hivyo kwenye soko hili hapa ni taksi katikati mwa mji wa Kisii. Jinsi ambavyo nimekuzungusha kila sehemu, kisha kuhakikisha kwamba bado kuna barabara ile ambayo ya kurejea katika maeneo, barabara ya Hema ndio imekuwa tu tatizo kidogo. Nitakuwa nasunguka pale ili nikaweze kujua kama ni nini hasa kinaendelea. Ukiangalia kwamba kuna baadhi ya gari ambazo zimegongwa vioo kwa waandamanaji. Hivyo tu hali imekuwa hivyo tu kwa mshike. Ukitazama hapa, hivi ndio hali imekuwa, hii ndio hali imekuwa katika roundabout tena tu. Ukitazama hapa kila sehemu, hakuna mahali hakuna mahali naona kwamba bado waandamanaji tena wameanza kufunga barabara. Hii ni kutoka hapa tena tu, nataka nikupeleke tena tu. Ni kama tena waandamanaji wamerejea katika sehemu hii, waandamanaji wamerejea sehemu hii, na ni kwamba ni baadhi ya hawa ambao wanazidi kunini. Ukiona kwamba bado shughuli haijaisha, na hivi ndio kunaendelea hapa. Vikamatozi ni kama zimerusha hapa. Hii ni town center roundabout. Nikitoka hapa mara ya kwanza kulikuwa kumetulia, lakini sasa tena ni kwamba waandamanaji wamerejea katika sehemu hii ya hivyo. So sasa hapa tena nitashika barabara ya kurudi stage, nione kama stage iko kwa vipi. Lakini katika hapo awali hapa chini kulikuwa kumetulia, kulikuwa kumerelax, ni kama tena waandamanaji wamerejea. So kwa hivyo ni jinsi ambavyo naona kwamba mtazamaji, jinsi ambavyo nilizidi kukufahamisha katika hapo awali kwamba tumekaa hapa takriban masaa 5 na kisha kuhakikisha kwamba hali inarejea tulifu katika mji huu wa Kisii. Hapa mahali ambapo nimesimama ni katikati ya mji wa Kisii town,
ama ukipenda CPD Capital Roundabout, mahali ambapo shughuli zimekuwa zikifanyika hapa kama kawaida. Ukipita katika sehemu hii mahali ambapo nimesimama ni wafanyabiashara ambao watu wametapaka kila sehemu kwa ajili ya biashara, lakini leo hii ni hali ambayo imetulia tuli, kisha na baadaye kwa sababu ya ile ambayo hali mshike ilikuwa imeonekana tangu mida ya saa 4 asubuhi na kufika sasa ni mida karibu mida ya saa 9:30, mahali ambapo tunaona kwamba hali imezidi kurejea na utulivu katika sehemu hii, licha ya kwamba maskari wanaendelea kukabiliana na baadhi ya waandamanaji na kuleta utulivu katika mji huu wa Kisii. Na nitakuzidi kufahamisha jinsi ambavyo inaendelea kutoka hapa, na ukisikia kwamba kuna baadhi ya milio ya marisasi kutoka sehemu hii ya kuweza kutuliza ama kuweza kufukuza waandamanaji kutoka maeneo haya. Kwa sababu ya hiyo mawili matatu nazidi kukufahamisha yale ambayo yanazidi kushuhudia kutoka eneo hili na ile chiza ambavyo kunaendelea kutoka sehemu hii. Na kwa sasa kupitia ile barabara ya kutoka Kisii ukielekea katika maeneo ya Kisumu, hasa katika maeneo ukifika karibu na katika na maeneo hii barabara inaingia katika uwanja wa Kisii Stadium, hali imeweza kutulia pale. Kuna baadhi ya watu ambao wameanza tu kurejea katika biashara zao kuweza kuhakikisha kwamba wanaendelea tu na kazi yao kama kawaida. Na katika uwanja wa Kisii Stadium na ule uwanja wa Agricultural Showground, shughuli nzima inaendelea kama kawaida. Shughuli ya show inaendelea kule katika uwanja wa Kisii Stadium, na baadhi ya watu wengine wakiendelea tu kuingia kwenye show kama kawaida. Ni hali ambayo imetulia tu kwa sasa. Na kwa sasa hivi hapa katika roundabout ni hali imetulia tu kabisa, na kisha baadaye ukitazama kuna watu wameanza tu kupita, magari yameanza kusunguka, pikipiki zimeanza kusunguka. Ni kwa sababu ya kuweza kuhakikisha kwamba hali imetulia tu na kila kitu kipo vizuri kabisa. So kwa hivyo zidi kukaa ndani ya runinga ya Kisii Hot, na hapa ndio tutakufahamisha yale ambayo yanazidi kutendeka katika maeneo haya. Lakini kwa sasa tunaona kwamba kuna ile ambayo imepaki ni katika ile roundabout ya General ama KTRH huko chini, ambayo tunaona kwamba hadi imeanza tu kurejea tu kama kawaida. Na hapa katika barabara ya Askari, hiyo barabara kuu ya Kisii Kisumu, hapo pia ndio unaona kwamba hadi naendelea tu kurejea hapo katika barabara hiyo, katika sehemu ama stage ya hema ya wanapodaboda. Kwa hivyo barabara zote sasa kufikia sasa zimetulia, ziko sawa na kazi imeanza tu kurejea kama kawaida, ingawa tumepakisha tu nusu saa iweze kufika mida ya saa 10 ya sasa hivi jioni. Kama kawaida mimi nimekuwa hapa nitakita kambi ili kuhakikisha kwamba ni lazima nitakupatia uhondo kamili kutoka sehemu hii ya maeneo haya ya Kisii ama Kisii CBD. Tia gas na bunduki ile kama bunduki. Bwana pita kwa roundabout, kasikia kitu inanigonga, kauka chini. Na ruari. Maambiwa macho itakuwa sawa? Lakini si nimetunga hapa jana ndani. Ile ile sema bunduki. Anaenda kwa nyumba mimi na si chips kama. Sawa. Okay, I'm the County Police Commander Kisii, Mr. Charles Kasesa. Since morning, we were engaging protesters. They were moving all over the streets, but we have managed to restore normalcy. But we had all day, about 8 hours engagement with them. They were running up and down, barricading roads, stoning motor vehicles, damaging. And they went to an extent of they wanted to come to storm into our police station, but we managed to repulse them. And also they wanted to get access into KCB Bank, but also we managed to repulse. Some of them were injured during the altercations, and we managed to arrest more than 20 protesters. So far, normalcy has been returned, but no major incident that has been reported so far. Yes. We also have information which we are yet to investigate. The CCIO here is yet to investigate is that there were some politicians who have sponsored this mandamano, and we are doing investigation, and if we get evidence that we are connected, they will be taken, action will be taken against them. Yes. Are there any major injuries that have been
reported? So far, no injuries is reported, but we are yet to go to hospital whether there are people who are injured. We shall get such information and we shall account for that. Yes. Kwa majina naitwa Machoka Geoffrey, mkaaji wa Kisii County. Kuanzia mida ya saa 2:30 saa 3 hivi tumeshuhudia maandamano yamefanyika katika mji wa Kisii. Hii ni kuonyesha kwamba kila Mkenya hajaridhishwa na uongozi ambao unaendelea. Kitu ambacho tunaomba sana, ikiwa kila Mkenya ameamua kujitokeza, hii ni ishara kwamba kiongozi ambaye yuko sasa hivi madarakani aweze kuangalia na aweze kubadilisha njia na mienendo ambayo Wakenya watafaidika, ili Wakenya wengi wasikuwe wanaathirika kwa njia moja au nyingine. Kitu kingine ambacho ningependa kusema, iwapo kila Mkenya anaamua kujitokezea maandamano ni haki ya kila Mkenya. Kila mtu lazima ajitokeze, at least angalau serikali ione iweze kupunguza gharama ya mafuta pia imepanda, bei ya chakula imepanda. So kwa njia moja au nyingine serikali iweze kuangalia na iweze kuchukulia hii kitu kuwa serious. La sivyo Kenya hatutakuwa pali pazuri. Kila Mkenya lazima hakikishe anaishi maisha ambayo yako stable kwa sasa. Then kitu kingine ambacho ningependa kuomba, kupitisha kwa mswada wa finance bill haitasaidia saizi Mkenya. Wakenya wanahitaji maisha ambayo yana ustaarabu, yana mwanzo ambayo yanaweza kusaidia Mkenya anaweza kusaidiwa. Kwa hivyo maandamano si halali. Wacha kila Mkenya ajitokeze ili akaweze kupata haki. Nashukuru sana. Nianze? Hata point kuna nini kuchoma? Kwa ukiangalia kwa siku ya leo, jambo lile limefanyika Kisii, hatujawahi ona jambo kama hilo. Vijana wenzangu, tafadhali, hii jambo kununuliwa ili kuambiwa mkuje kuchoma wamama wetu wanauzia matunda hapa, wanauza vipanda hapa, wana bodaboda leo, siku ya leo hajafungua. Kutumia vijana si jambo vizuri. Wanasiasa, tafadhali, hii tabia sijui mmeipata wapi, mmekoma wapi? Mbona mtumie vijana ili kuja kuleta shida hapa Kisii? Mimi nasema kwa siku ya leo nimestuka sana na sijaona jambo kama hili. Tafadhali, hebu turudi desturi zetu kama sisi wa Kisii. Kisii hakujawahi kuanga na mambo na maandamano kabisa. Wewe kuenda kuleta Wajaruo ili kuja kuleta maandamano hapa Kisii, tunakataa hiyo maneno kabisa. Kuleta hii si Wakisii wenzetu wanarusha mawe. Wakisii wetu ni watu wanapenda amani, ni watu wanapenda kununua, kupea kijana shilingi 200 aweze kuleta kuchoma vitu hapa. Hiyo tunakataa. Wanasiasa, tafadhali, hii si wakati wa siasa. Tumpe rais wetu fursa ili apange nchi yetu ya Kenya. Maisha ni ngumu, lakini tumpatie wakati aweze kufanya maisha yaendelee vizuri. Hiyo ndio naweza waambia watu wetu. Kwa majina mimi naitwa Yenda. Mimi ni kiongozi wa vijana kule South Mogrango. Maneno ya maandamano kama vijana wa Mogrango na vijana wa Osoro ama na vijana wa Kisii County mzima, sisi hatujaiona maneno ya maandamano. Leo sijui vijana wametoka wapi, sijui wametoka Kisumu ama Migori ama Homa Bay kuharibu tauni yetu ya Kisii. Tumekemea na tumesema sisi hatutaki maneno ya maandamano, tufanye biashara yetu Kisii kwa amani. Ni kawaida watu wanaelewa. Mimi kwa majina naitwa George Mbaka, mkaaji wa hapa Kisii, mwanabiashara. Mimi kwa hii maandamano, ni kweli inafaa tuandamane, lakini maandamano ya leo hapa Kisii imekuwa mbaya zaidi. Hatujawahi ona maandamano kama hii, na tunataka kama ni rais wetu Bwana Ruto aweze kuangalia vile vyakula zinaweza shuka, angalau tuweze kukaa maisha yenye tulikuwa tumezoea tangu kitambo, maisha mazuri. Kwa maandamano hayo hapa Kisii hatutaki iendelee zaidi ya hapa. Hii na hayo imepita kiwango. Naomba rais wetu ajaribu kushughulikia kwa maisha imekuwa ngumu zaidi, tujaribu kuishi maisha mzuri, maisha yenye tulikuwa tumezoea kama Wakenya. Wewe kama mfanyabiashara, unaona kwamba maafisa wa polisi wamejaribu kukabiliana na hali? Maafisa wamejaribu kufanya kazi yao,
angalau wamelemewa kidogo, lakini tunaomba tu wafanye kazi yao kwa njia mzuri vile wanafanya saa hii. Hatujaona wakifanya kwa njia mbaya vile, ila tu wamelemewa. Nguvu iongezwe, waangalie njia yenye maafisa wetu wataongezewa nguvu zaidi. Tunashukuru. Leo tumeumia hapa Kisii. Tumeona mambo yenye tujaiona hapa Kisii, ya maandamano yenye tunaonaga mahali ingine. Hapa Kisii imekuwa mbaya sana. Sisi wanabiashara tumeumia, tuliamuka tukiwa na matarajio kuja kufanya biashara. Hatujapata kitu yoyote, tumerudi manyumbani bila chochote. Sasa naomba hii serikali waweze kukaa chini wasikizane ili nchi iendelee vizuri, kwa sababu sisi wana Kenya tumeumia sana. Na hii kitu inapo happen hivi, kama leo tuliamuka tukiwa na matarajio tufanye biashara zetu, tukete mambo zetu za kila siku, leo imeenda hivyo. Kila mtu ameumia, hakuna kitu tumepata nini. Tunaomba serikali iweze kufanya mkakati mzuri, waongee na hao watu, hii nchi iendelee vizuri, tujenge uchumi pamoja. Hii mambo ya maandamano na manini iweze kuisha, kwa sababu kama hii Kisii yetu ya town ni Kisii ya biashara, Kisii nchi mzuri. Sasa leo tumeshinda, mambo ni matia gas, marisasi, manini, watu wengi wameumia. Wengine wameumia matia gas, wengine wameumia kimfuko kama sisi. So naomba serikali iweze kufanya kitu ya maana ili hii kitu isirudieke tena hapa Kisii. Tumeumia, asante. Ndio tunaomba. Mimi kama sio maaskari labda ningekuwa mahali pengine, because wamenigonga jiwe kutoka nyuma ikitarget maaskari. So naomba vijana wetu watulie, walete amani. What we need is peace. Kenya wanaharibu ni mali yao. Kitu wanafanya ni kuharibu mali yao. Naomba tu vijana warudi nyumbani, watulie. Hiyo mambo ingine itaangaliwa. Na naomba wale viongozi ambao wanajaribu kuincite vijana kufanya violence waache. Saa hizi kura zimeisha, wacha watu wafanye maendeleo. Hiyo ndio ombi langu kwa wananchi.